since Martha Karua alikuwa from yeah Nyeri. You are right. Wacha mimi nisema one thing. Mbona walijagua Rigiji? Kumbuka mimi nilikuwa. Kumbuka mimi nilikuwa. Sasa wacha niulize. Osoro. Si uniulize. Biko. Mimi nilikuwa hapo. Haya. Kwa wale waliochagua, huyu ndo wa kwanza na ndo mstari wa kwanza. You should be asking me mbona tulichagua. The main reason why tulichagua is that time is because that time, you know, we were facing a lot of challenges because of President Uhuru. He was actually in power then. Na alikuwa anatulima sana. We wanted an insider and a person who had worked with him before to challenge him. Yes. When Rigiji used to say amekuwa PA wa Uhuru, you know, whatever he said, wananchi walikuwa wanaamini because you know, kuna notion watu wanasema sijui Rigiji alikuja na do. That's a lie. Me, I can tell you, you know, you should take my word. He really contributed a lot. Apana, not finances. He contributed on attacking Uhuru Kenyatta. And that time, that's what we needed. Mtu mwenye anaweza face Uhuru Kenyatta kwambia wacha mchezo. Na hakuna vile tungetumia mtu mwingine because na tulikuwa tunatafuta mtu kutoka Kikuyu Nation. Mwenye anaweza simama ambie Uhuru waacha kutuchezea. That time. Na hatukujua along the way. Okay, honestly tulifikiria because we really for the past 2 years we've really worked on regard this character. We've told him to be to stop being tribal. We've told him to be national. Yes. We've told him to engage people nationally, to meet every tribe, to talk about Kenya. So ndio ifikie mahali tumefikia, mse tumejaribu. Sisi mchezo ni vile aski yeye unafikiria kwamba Kenya ni ya tribe moja tu na si tribe ni ya village moja mahali yeye anatoka. Hata asaidii watu wa kwao. Unajisikia ndio nitangulia kuambia hapa viko ofisi yake ni familia peke yake. Ndiko kwa hiyo ofisi yake. Kukuza watu kwa ofisi. What I say maybe one thing, Mr. Osoro. Another thing mna complain ati akona hoteli mingi sana yenye amejaribu kuzinunua. Hapana, you should be asking me kwa nini tuna complain. Wacha nikueleze sasa. No, wacha nikusaidie. Yes. Kuna kuangana confidential, kuna kitu inaitwa confidential vote kwa office of the presidency. Ile pesa yenyewe president ama deputy wanatumia kuzunguka inakuwa budgeted. Yes. Rigiji aliwekewa anakuanga na budget yake ya kumanage to kuzunguka country, aenda akiongelesha watu all over the world, all over the country. Pesa yake ni 700 million a year. Local na foreign. Yes. Both. He can actually use it for foreign and local. Na ndio ya kulipa wafanyikazi. Yes. Ndio ya sort movement yake akizunguka national kuuza maneno yake ya maneno ya serikali. Ndio ya kufanya every project ya serikali. Yani ni budget ya presidency. So Rigiji mwenyewe akona 700 million. So for the past 2 years ya pesa yenye alipata ya 700 million alienda aka withdraw in cash. Hiyo 700 million pesa yote. What the guy did, alienda Central Bank aka insist apewe hiyo do. Akaenda akanunua the Ark Hotel. Akaenda akanunua Outspan Hotel. Akaenda akanunua Green Hills Hotel. Na zote ziko Mount Kenya. Kwanza Green Hills na Outspan ziko Nyeri. You can imagine. So yani na hizo do zina make kazi yake ni gani? Ni ya kulipa team yake ya security, kulipa media, kuenda Western, kuenda Kisii, kuenda wapi for the whole year. So what he did, he went and withdrew this money na akaenda kanunua those 3 hotels. So number 1, hasaidi serikali kuuza project za serikali. Number 2, inamaanisha kwamba ashara broke from the confidential
confidential vote. So hana do, anaweza kuja Turkana, anaweza enda kwa kina Mohano this time. Hana do, hizo do zishaisha. You know? So you know there are so many things that you guys do. Hana do. So he can only hover around Kiambu County. Ama aende Nyeri because hapo uhitaji do. Ama Nairobi. Juu hauhitaji do. Hana do. Hiyo confidential vote anafaa kulipa ndege yenye inaweza mtoa Nairobi hadi no distance. Alipe ndege na unajua akilipa ndege lazima alipe security team yake ipate per diem. So already ashakula per diem ya maskini. Ile allowances maskini wale staff wake wanafaa kulipwa akitembea PA, bodyguards na timu yake yote. Hizo ndio zao zake. Lakini alizichukua live for 2 years. The first year alichukua cash. The second year alichukua cash. Akanunua hoteli 3. Hoteli 3. Aya. Brother yake alidae. Alikuwa governor. Nyeri. Badala agaidi watoi wake vile watafanya succession ya property zake. Hiyo do aliitumia kununua hoteli moja ya Lavington, ile restaurant moja ya akadisinherit watoto wa brother yake. Morality. Tuongee achana hata story ya siasa. Tuongee tu story ya morality. Like this is your brother. This is your brother. Watu wake wamebaki mayatima. Mheshimiwa. Mheshimiwa Soro. By force. Mheshimiwa Soro. Hatutakubali ingie kwa hiyo ground yake ya morality. Tunataka tuone ground zenye tutamuibiki nazo. Mambo ya kahawa, hiyo mambo yenye umezungumzia, hiyo ndio yenye ametumia. Hizo ndio vitu ambazo zinaenda kutumika ground for impeachment. Mheshimiwa tunawaje kidogo. Hebu tushike kidogo tu. Honorable Ahmed na shake kidogo tu tuzungumze na Soro. Mheshimiwa Soro atuelezee what will happen next before to a chance. Mheshimiwa Soro. Now this is the challenge we are facing because we are in a situation where we have a president that is not national. Angalia hivi na si kwa ubaya. The Kikuyu nation wamepata viti ngapi kwa hii serikali? From deputy president to the ministers to the PSS alisimama. In fact kiti ilikuwa ikuja kaunti yangu ya Kisii. The guy said wa Kisii walileta kura ngapi, washapewa chief kuna viti zingine. Tukanyanganywa that night. Nilikuwa nimeenda kwa radio nikitangaza tutapewa 2. Tukanyanganywa that night, zikaenda wakagawana kutoka from Mount Kenya region, which is okay. Now you have all those seats, then you have the control of half of the government. To be very honest, why would you even be complaining? Ukuje ndani ya bunge kuna chairman committees, tunakuanga na viti kama 26 very special committees. Chairman wa budget ni Mount Kenya, chairman wa finance ni Mount Kenya, chairman wa trade ni Mount Kenya, chairman wa constitution implementation ni Mount Kenya. Main committees, mimi niliambiwa kama chief nilipeana Mount Kenya hizo viti zote zikaenda. Hizi kabila zingine zikabaki, hizi zote that you know of, zote watu wanaambiwa wewe kuwa vice chair, Mulima ilitupea kura. Rigiji in any of his meetings hakosange tu kuzungumza tu juu ya Nyeri. Everything he speaks is not even about Kiambu, is not even about Muranga, is not even about Kirinyaga. It is about Nyeri, and it's not actually about Nyeri. It's about Madera, and it's not actually about Madera. It's about his ward. Sasa honestly, jeshi ya Kenya, the commander in chief, the general of Kenya Defense Forces anatoka Madera na anatoka kijiji ya Rigiji. Kanyi, who is now the police commander, ama commissioner wa police, ama inspector general, the term that we use,
anatoka kwa kijiji ya Rigiji. What else does Rigiji want? Ni nini hiyo ingine yenye tunafaa kupeana yenye hatujapeana? Wakenya wengine, especially issue yake na Wasomali ni gani? Especially watu wa Northeastern. Why that every day akiona mtu mwenye kutoka Northeastern, ikuwe Duale, ikuwe nani, wanafaa kutoka? Shida yake ni gani kwa hao watu? Wamekosea nini? When we tell you guys that this is what we are facing, nyinyi amuone. Mheshimiwa, the first round ya kumwimbichi ni tribal. Amos utupate nafasi pia tuchangie mheshimiwa. Ni selfishness, not necessarily ni being selfish. Na by the way hasaidi wa Kikuyu. Anataka kutumia wa Kikuyu kujisaidia mwenyewe. Mheshimiwa, tunaomba tusikie pia. Asante bwana Amos. Amos, mimi kitu kwanza ningependa kusema Rigiji ni deputy president na anafaa kumheshimu kiongozi wake ambaye ni the president. Na sisi kama katika sisi Waislamu tunaambiwa kiongozi lazima heshimiwe. Hata akuwe ni aina gani lazima heshimiwe. So no matter what, lazima rais heshimiwe. President, deputy president sasa anajitokeza na wale watu wake vibaraka kama sasa ule Wariguru kupiga mdomo. Leo ukiona watu wako na yeye, watu hichi tunataka yeye mtu mmoja au strong ndio kusoma ambaye kama kuna dada SG huyu ni former SG wa UDM. Mtu alishaye mwenyewe alifukuzwa kwa chama. Kuna mtu strong leo ya watu hichi. Ahmed endelea, anasikia tu ni venye ako kwa call but anasikia. Nasikika? Tunakusikia kabisa. Okay. Kwa live kwa post. So Na nilikuwa nimeshika simu. Sorry for that. So tukitia na the tribal kind of items. So the most important thing that is pia Osoro nataka pia the next we are sharing pia kuja what do you have what are your plans? Unajua wewe ni by still ina mzee pia ni jana kika ni moja youth kama wewe si mbaya kufurahia sana. Thank you. Mheshimiwa Osoro. Hiyo kiti wacha nimjibu kwanza, nimwambie hiyo kiti ni ya Mlima for now. Kama alikitia tayari itabidi tutafute Mlima. Thank you. Unajua wengine wanaogopa. That I agree. Mheshimiwa Osoro, have in mind before tumalize hii live yetu, naona watu wanaulizia mambo ya Jomo Kenyatta International Airport. Hiyo swali utajibu baadaye si saa hizi. Ni wajibu sasa ama unaona aje? Jibu baadaye. Waje tupepea nafasi ya wenye Kopa John waongee wasungumze. Agioka zungumza alafu utajibu ile swali baadaye. Okay. Yes, asante sana mheshimiwa, na kusalimu tena. Mimi nimefurahia sana by the way kuingia hii live. Nimesalimika Agioka. Yes, sasa by the way mimi serikali ya Kenya kwanza mimi ndio nilikuwa napenda zaidi. Kwanza mtu angeongea Ruto vibaya nini, yani nilikuwa mimi ni mzee napenda hii serikali na kulingana na vile mambo yao, lakini sasa huyu deputy wetu sasa na by the way tulikuwa na doubt ile wakati alichaguliwa. Tulikuwa na doubt sana ile wakati alichaguliwa. Huyu mzee atasaidia jamaa kweli, watasaidiana aje? Lakini tukasema wacha tu kwanza tupige kura tuone vile kutaenda. Unajua tunaweza dharau mtu tupate yeye ndio pia atasaidia rais vizuri. Sasa unajua
unajua hii serikali tumeona okay, sisi ni wadogo, tumezaliwa juzi, lakini kulingana na vile tumepata hii serikali ikienda, tumeona hapa nyuma vile walikuwa kwa serikali vile kulienda, na wewe mzee, unajua Raila pia ni mzee kwa serikali, ni mzee wa siasa sana. Tuliona vile kulienda, okay, tulisikia kwa vile walikuwa na Moi hivyo wakakuja na Kibaki, tena ndio wao wakakuja na Uhuru. Sasa pia hii ya Ruto si ilikuwa ni kitu yani ilikuja kama surprise, ni kitu tulikuwa tunajua itafanyika. So Raila pia ni Mkenya na watu wa Nyanza pia sisi ni Wakenya. Unajua hata kama ingawa tuko wachache kutoka huko, lakini pia sisi ni Wakenya, unaona? So mzee akaingia kwa serikali, wameongea na Ruto vile wameongea na wale sasa, na kitu niko sure wao kuongea tu na Ruto peke yake, waliongea na wale pia walikuwa karibu na Ruto kama nyinyi. Sasa mkaongea mkasikizana, okay, tufanye hivi, tuchukue wale watu wenu pale tuweke hapo kwa serikali, tusaidiane tufanye kazi pamoja. Sasa mimi naona tena David President anarudi hapa kutuambia tena sijui hii serikali ya shareholders sijui nini. Sasa nashinda tena ma shareholders tena wako. Sasa na mimi najiuliza na wale okay, kama sisi wa Kisii sasa kuna kura sasa tulipiga Azimio, kama hii serikali ni ya shareholders na hao watu kutoka Nyanza hatukupiga kura hapa, okay, tutaenda kuwa aje shareholders yuko na hatukupiga kura ni ile kura yao wanasema okay, tulipiga zikatoshana, tulipiga kura fulani. Sasa kama hao watu wa Kenya okay, tukasema okay, acha tungoje tuone vile kutaenda. Ndio hivyo wakikuja hatukatai, wakikuja walipiga kura kwa wingi kwa jamaa William. Na sasa kwa wakikuja kupiga kura ijarishi, unajua Ruto ni rais wa Kenya yote, hata ni Biden namuonaga hata akienda kwao Ruto akienda kwao. Sasa hiyo ukiangalia yeye ni president, hata kuongea lugha ya mama ni noma, yani ni labda ongea tu akimalizia tu asalimia watu akiwaambia tu siji kwa yeye, lakini huyu jamaa utasikia tu hapa anaongea tu Kiswahili, utafuatilia hata kama ni live yake ukiwa Facebook kama WhatsApp au YouTube, utafuatilia tu jamaa uone tu akiongea speech yake yote ataongea tu Kiswahili ama Kizungu. Sasa unaona kijiji akienda kama ni kwao ama hapa Nairobi. Sasa tuseme hapa Nairobi, unajua kabila ziko hapa ni mingi, kila kabila iko hapa. Jamaa unapata Mungu hapa, si tumepata ndio huyo hapa hao anaongelesha watu. Hapo sikiza jiko anatuambia, anaanza kuongea Kikuyu peke yake, wengine hata tushikanisha. Sasa tunashindwa kuelewa, tunaona tu watu wanashangilia, wale wanaelewa, tunashindwa mzee anamaanisha nini bana. Kama hiyo impeachment itapita, mkichagua yule mtu Osoro, mtachagua juwe, si nyinyi ndio mnatuwakilisha, yule mtu mtachagua, make sure ni mzee mwenye ataenda kuelewana na rais, wafanye kazi pamoja. Juu sasa kama hiyo story itaendelea hivyo, hatuwezi kubali tena. Unajua tumeona vile hapa nyuma vile Ruto walikuwa wanasumbuana na Uhuru, vile maisha imeenda, tumeshinda tukiambiwa huyu ndiye anaipa pesa sijui ni Okay, thank you Ayoka. Na wale ambao mko na maoni, kama utaweza kupata nafasi ya kupandishwa, of course unaweza andika hapo chini, tutasoma na mheshimiwa ako hapa ataweza kujibu maswali yenu. Anaitwa Jadafan Nyataike. Nafasi ni nani Asuga Chanza Amos. Kila mtu atapata nafasi. Wacha nianze kusalamia mheshimiwa Osoro rafiki yangu. Tulisoma na huyu jamaa bwana. Huyu jamaa tulisoma na yeye pamoja. Yes. Mheshimiwa. Mambo yangu ni machache. Na naanza na kusema kwamba the president is actually really trying. Amefanya bidii sana, but the thing that failed ni communication team yake. It has not been able to package information outside here, watu waelewe what really the president is doing ama what he has been able to achieve. Wameallow Kenyans to buy into a lot of propaganda that even when we have a good idea ama when you have a good proposal from government, inapigwa vita online before even we know it, imeangushwa. Kama Adani, hiyo ndio nataka nieleze. Kama hii mambo ya airport, it's a good idea. I've been here on TikTok nikitembea, sasa ndio watu wameanza kurealize, hey, wait first, ile mambo ya finance bill, it was a good idea. Unapata watu wanapiga vita because of the information they depend on what they get on the internet. So you're right. William must work very hard to make sure that amepata a good team to package his proposals to mwananchi. Number 2, Reggie mnafuata muimpeach like yesterday because hakuna kitu yanasaidia rais.
Kuna moto kama saizi wakati president anapigwa kuna stress, if we are not being able to do anything, but it can be Unachekesha. Tunacheka hiyo point kwanza hiyo. Proceed. Amos, ambia Dalfa ataendelea bwana. Ni kama yuko na sisi. Senator Asuga, tafadhali tusalimie na at least maybe 2 minutes. Kuna maswali yako huko chini mheshimiwa ako na nafasi ya kuyajibu. Asante sana kwa nafasi na I really like the conversation mko nayo. And I want to appreciate Osoro kwa kukuja TikTok, but equally kumkumbusha TikTok ndio hii yani yetu. Karibu mheshimiwa. Asante sana. Now I really don't want to go against most of us since ni kama wote tunataka ligi ile nyumbani. But sometimes it's good to be a bit factual wakati tunamulika ligi na kusema tunataka ile nyumbani mapema. As much as we term him a tribalist, we all understand in politics, and Osoro will converse is good and smart in this, especially within our Kisii region. That first you start with your people, you associate with your people, you run with your people. What Rigathi is doing, is trying to do with the Mulima people, ni kuambia ni mimi ninaweza kuwatetea. Na anajaribu sana kujiassociate na watu wake. I remember Osoro one time saying, Monda sita yaguchia, and some shit happened. Let us not be shocked. Wakati tutapata Osoro is playing cards with us here, yet he knows very well Raila asipopita kule bado atarudi nyumbani. One thing we could wish to say, Osoro, let our politics always be neutral, and equally let's try to bring our people together. Tusifanye ile siasa ambayo inaweza kufanya Kenya namba nyingine tena igawanyike. Asante. Okay, thank you. Sami ndimu ngare salimia mheshimiwa, ni rafiki yako na hiyo maneno. Msalimia hapa. Najua mambo ya siasa utaongea sana lakini utatusalimia tu. Ya Sami ya. Nakia ange norega. Norega ya. I'm happy to be here. But first, I will not talk about politics. Osoro knows my position in this government, yes. So I wouldn't want to talk about politics. I just want to... askari wa serikali hawezi zungumza siasa sana. Yeah, but I just want to encourage, mostly I want to encourage people from my area, because we are losing it, not in terms of politics, but in terms of, I'll just talk about sports kidogo. Today, mashabiki wa Sabana wametukosea kidogo kwa kuharibu viti pale mahali uwanja ilikuwa. You know, no matter how the referee anachezesha game, tusikue emotional too much mpaka tunaanza kuharibu viti. You are breaking, we can't hear you. Ama Amos unamsikia? Namsikiza ako sawa, ako loud. Okay, unanisikia? Now this message goes to my people. So can you hear me? Mheshimiwa, can you hear me? Una break, you need to mheshimiwa, kuna break sana. Mwesh tafuta wifi ya Safaricom. Tafuta wifi iko strong. Starlink. I hope so. Unafikiria sana, wewe ndio una break wewe. Yangu ni Starlink. Okay. I hope kila mtu ananisikia. This is a message I was passing to my fellow youths in Kisii. Kuna mahali tunakimbia na emotions. Kuna mahali tunaangukiwa na emotions na tuna act kiujinga without knowing the consequences that will follow later. I've seen so many cases where this is a message I'm telling our youth. You see what happened today kwa mpira, wameenda wakaharibu viti, and we are going to be banned. Shabana uchero wako mpira without mashabiki, just because ya akili yetu ndogo, it's sababu watu wamedraw, sasa tunangoa viti na ile ni uwanja ya military. So you can imagine the way tunatumika kiufala bila kujua kesho ita happen nini. So my message ni ile, whether Osoro ako mlengo fulani and you are not supporting, don't go to his meeting. Don't go to disrupt the meeting.
Without you vitu zitaendelea. So watu wetu kutoka Kisii tafadhali tatutumia bongo, tutie kutumia mamiri. Yakuwa ni lieteli. Tutie kutumia mamiri, tutumia bongo so that tuponyeke. That is my message this evening. It's okay. Mheshimiwa Osoro, what do you have to say? And maybe hiyo nitazungumza tukiwa kwa platform ya Wakisii peke yetu. Okay, sawa. Huyo rika yangu amezungumza points za maana sana, lakini sasa sitamjibu hapa. Nitangoja tuzungumze maneno tukiwa Wakisii peke yetu. Lakini cha muhimu amesema Wakenya wote kwa jumla tu heshima, tuheshimu mali ya serikali. Nani koko jua job Sami, you did a good job. Mulikuja kwangu mkapeana wheelchair. Kulikuwa na vurugu kidogo, but I protected you guys. Mimi ninajua kuprotect watu wangu, so mrudi tena tafadhali. Msije anytime you guys plan to come to my area to do such charity works, especially to the people living with disability, reach out to me. Mimi nitawasupport na nitawapatia protection like you. So that one we are coming back, and as I told those the guy in charge of people with disability, nilimwambia all watu wenye wako South Mogranga who are not registered, the government is giving out kuna advantage ya ukiregister watu wenye wamelemaa, like for example they don't pay tax. Hii kitu naambianga watu every time, ukuwe registered, ukuwe norm, so that kuna vitu unaweza kuwa exempted kufanya. So these are the things that we are spreading kwetu, so that watu wengine waelewe. Other areas watu wamejua, but kwetu bado watu hawajajua. So I'm also pushing through the government, county government, mwenye anasimamia walemavu, so that people get to register na wanakuwa identified, you at least wana benefit from the government. Thank you. Wewe ni ofisa wa maana sana. Thank you. Nabarikiwe sana by the way. Sasa Mheshimiwa Osoro, there's something I want to say. Sikuwepo wakati wa Moi sana, lakini kuna yale mambo ambayo naambiwa na my grandfather. Ananiambia Moi hakufanya kazi Kenya sana, but he had a strategy, and the strategy he had mambo ya civic education ni kitu ambao alikuwa ameweka kipaumbele. Wakifanya kitu kidogo unasikia nyimbo zimeimbwa, Rais Moi nini amefanya hii amefanya something that you lack as Kenya Kwanza government. Unaona kwa kama mambo ya hii finance bill ambayo tulireject, hiyo kitu hamkujitokeza, mwambie Wakenya umuhimu wake, mwambie faida hii kitu ni gani, mwambie njia ambayo hii pesa tukipata itatusaidia namna gani. Kitu kingine mambo ya ugawa JK Kenyatta International Airport, pia hiyo kitu kujitokeza, mkuje mwambie wa Kenya kinakubaga hii maneno iko hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi, hata tunataka kupeana hii uwanja wetu, hii ndio reasons zinafanya tupeane. Unaona mheshimiwa? Anyway, acha nikuruhusu uzungumzie mambo ya inaitwa Adani. Tusikie ni kipi ambacho kwa nacho anatuelezea. Okay. Asante sana Amos. Sijui kama unasikiza. Kabla wote ama Tutakupea nafasi tutamaliza. Asante. Endelea mwesh. Yes mheshimiwa. Asante sana. Kwanza kabisa nakubaliana na Amos, anasema kidogo tunakosea maneno ya communication, lakini nimwambie kwamba wakati wa Moi na wakati wa sasa umebadilika. Wakati wa Moi kulikuwa na deficiency of education, siku hizi watu wamesoma. Wakati ya Moi ilikuwa rahisi kidogo kwa sababu watu hawakuwa wamesoma sana. Siku hizi watu wamesoma, alafu technology pia imeenda juu. That is why tuko na TikTok, tuko na Facebook, tuko na Twitter, tuko na WhatsApp. Hizo vitu zote hazikuwa wakati wa Moi. Moi is one of the leaders that really enjoyed leadership because information haikuwa inazunguka sana. Kwa hivyo by the time information ilikuwa ifike kwa village, ilikuwa already distorted na ilikuwa inakuwa stale, si kwa wakati huu. So we really can't compare our time with Moi times. Siku hizi watu wamesoma na kuna mtu ameniambia Facebook ilikuwa hajui. Moi alitoka tu Facebook haikuwa. Kwa hivyo
as we are speaking, the world is becoming a global village. That is why siku hizi unaweza zungumza na mtu ambaye ako Washington DC, rais. Wakati ule kulikuwa kuna simu ambazo zilikuwa ni watu wachache walikuwa nazo. Mnakumbuka wale watu ambao mko within our age group, mnakumbuka kwamba kuna simu kama Motorola C113, simu yangu ya kwanza. Kuna simu ilikuwa inaitwa Siemens. Kuna simu. So hizo ni wakati wa Kibaki sasa. Lakini wakati wa Moi hawakuwa na hiyo advantage. But now wacha niseme kidogo juu ya hii serikali na nizungumze juu ya maneno ya Adani kidogo, na ni vizuri unisikize. Ile challenge tumekuwa nayo kidogo ni kwamba pia lately hawataki kusikiza. Kuna watu wanataka kuniuliza maneno ya Adani na ni vizuri niwaeleze. Na mkwetu na upole niwaeleze juu ya historia ya Adani. Number one, mainstream media ilishare juu ya Adani, juu ya airport. Ikasema status ya airport yetu ya JKIA iko chini sana. Like it's leaking na haionyeshi standards zetu za East Africa. By the way, we control the East African community in terms of the economy. That is to Tanzania, Uganda, South Sudan, Somalia. Sisi ndio tuna control. Watu wakitoka kutoka nje wanakuja we are ukitembea, wala watu wametembea Uganda na Tanzania wanajua ya kwamba watu wakisikia unatoka Kenya, watu wa Uganda na Tanzania wanaonanga sisi ndio UK yao. They actually enjoy coming to Kenya because they believe in terms of even our shilling is stronger, because Uganda still usually wanatumia shilingi lakini shilingi yetu ndio stronger. Tanzania wanatumia shilingi lakini shilingi yetu ndio stronger. So wao enjoy. Hata ukipata wale watu wanatembeanga huko, ukipata watu huko nje wanakuenjoy na kwamba mazesi tunapatia shilingi ya Kenya, tao ya Kenya, unapata kama Uganda ni pesa mingi sana. In fact watu enjoy sisi. Hata ukitaka kukua millionaire, kuwa tu na 50,000, uvuke tu border ya Uganda, uchange, utakuwa na million. So that is how we are in terms of our within this region. We are considered so big even in the global market. So our airport is not doing very well to our standards, and we really need to improve the airport, and that is the truth. Airport yetu lazima ifike standard, and I challenge the Kenyans who are watching me to consider traveling and doing research. If you can't travel, do research on how airports are doing world over. Angalia Heathrow, angalia Dubai, angalia JF Kennedy in New York, and so many other airports. But now it brings me to this point. Are we comfortable with the airport that we are living in? Are we comfortable with our airport as it currently is? Do you go to the airport and enjoy? Ukifika JKIA, do you enjoy being in an international airport as they call it? Definitely no, especially those who've traveled. Then now this brings us to a point. Do we really need improvement? Yes, we need. Do we need to raise the standards of the airport? Ionekane airport ya maana? Yes, we need. Na hii ndio point nataka ku-raise, that you guys listen. It is actually pathetic. Kuna mtu amesema airport yetu is pathetic. Can you imagine to this date bado tuko na canvas kwa airport? Canvas ni zile matandarua mnaonanga kwa matanga. Zile manini mnaonanga matents, bado tuko nazo kwa airport yetu ya Kenya. So that is the challenge you're having as a country. Now, then it brings me to this point. Government does projects in 3 elements, and you must learn to listen first before you complain. It does projects in 3 elements. Number 1, government does projects through your revenue. Wewe ukitoa taxes, we do development through your taxes. That is what government does. Number 2, government does development through loans. That is why we have loans that date back to 1963. The first loan in Kenya was picked in 1965 by the late President Jomo Kenyatta, that we are still paying to date. Then number 3
how government does development. It does development through what you call PPPs. Those are legal procedures, and I tell you as an advocate of the High Court that those are the legal procedures or legal provisions of the law that government does development under. So number one, tuanzie, it's through the revenue. How much revenue do we collect as a country? In this country, currently we collect revenue. By the time Uhuru left, we were collecting revenue of 1.9 trillion per year. Right now, we are collecting revenue of 2.3 trillion per year. Now, hiyo ndio pesa si collect. Na pia kuna pesa zenye nyinyi ulipa services. ID, ukienda ku-apply, unalipa. Vitu kama hizo unalipa. Ukitravel kutoka Mombasa to Nairobi na railway unalipa. So collectively that amounts to about 700 million per year. So in a year si upata kama 300 trillion. So kwa hiyo 300 trillion ukinisikiza vizuri, what do we do with it? 1.7 trillion ni recurrent expenditure, ni ya kulipa salaries. Of all the staff members that you see, hawa watu unaonanga wakigoma daily, kila hawa watu wote ni unaonanga, walimu, madaktari, hizo zote, they are within the 1.7 trillion. Na county staffs, na kila mtu mwenye unajua mwenye anafanya kazi kwa gava. So tunabaki na 1.3 trillion kwa hiyo collection of revenue. Kwa hiyo 1.3 trillion ya tunabaki nayo, 1.1 trillion si ulipa loan zetu za nje, external. Aya, tunalipa deni ya nje, tunabaki na 200 billion. Bado hatujalipa county pesa yao ya 400 billion. So ukiweka 400 billion to the counties, tuko na deficit. Bado hujaweka development funds. Bado hujaweka local loans which is 900 billion. So every year si ubaki na deni ya 2 trillion in our budget. Yani ukipiga budget yako yote unabaki na deni. Hata una pesa ya development. That's why unaona stall projects across the country. Well, there is no money. Ukishapiga hesabu from the collected revenue, ugawa hizo pesa zote ulipe mishahara, unabaki zero. So we have then two options. We either borrow ndio tujenge hiyo airport, ama tutumie ile option 3 yenye nimewaambia ya PPPs. The PPPs is private public partnership. Kwa kisheria inaruhusiwa. For example, wale wa tuseme mko Nairobi, expressway ilijengwa na PPP. Yaani private developer alitafutwa ajenge kitu inaitwa expressway na pesa yake wewe taxpayer haulipi. Hiyo ni pesa ya huyo taxpayer ya huyo mtu. Akuja akijenga alafu atajilipa within a period yenye tutaagree kama ni 30 years. Ajilipe arudishe pesa yake alafu sisi tubaki na property yetu. Now, wacha nikuje story ya ndani. Now that we already know airport yetu haiko fiti. Sisi wote tunajua haiko fiti. We need about 200 billion ya kufacelift hiyo airport. Rwanda imetushinda. Ethiopia inaendelea ikienda mbele. Hatuna hiyo 200 billion based on the collection ya tunameka. So tuko na option ya PPP. Tunatafuta investor, advertise watu wenye wako willing kuweka hiyo 200 billion kwa hiyo partnership. Wakuje wajenge airport. Kuna wasee national wakisema si wajenge airport mpya. Ni airport mpya wanajenga. It is 10 new terminals wanajenga within JKIA. Ndio wakuje kurenovate ingine. Wakishajenga na pesa yao si yako kama taxpayer. Ni pesa yao wanatumia. Lakini lazima tuwalipe. How do we pay them? Hatutumii taxpayers money. For example, kwa hiyo 200 billion wanakuja kujenga nini? 2 7-star hotels within the airport. That is the standard. In Heathrow, for example, in the UK, when you made UK, unajua Heathrow Airport, unajua kama kuna airport inaitwa, kuna hotel inaitwa 7-star hotel within the airport and several others. So, hizo airports zimejengwa hapo na PPP.
zote, ile revenue itakuwa collected msee akiingia kwa airport. Kwa kila 100 anakuchukua 70 bob. 30 bob inakuja kwa gava. For how many years? 30 years. Junido zake ameweka. Lakini wase hawaelewi. Nyinyi mnadhani airport inauzwa. The law does not allow a foreigner to own anything in this country. Kama mkijua hivyo. A foreigner can only lease. Kitu sahihi tuko nayo ni kwamba huyu msee ata lease hiyo airport for 30 years. But kwa hiyo lease period yake atajenga terminals mpya kwa hiyo lease period. Atajenga mahoteli kwa hiyo lease period. Kwa ile 100 ata collect 70 bob ni yake, 30 bob ni yetu. After 30 years hiyo airport inarudi kwetu 100%. But ukiangalia kwa hiyo 30% yenye tuna earn, economics ama economic expert wamesema in the 30% yenye tuta make akishaweka infrastructure yake, it is more than the 100% that we get now. Because right now we don't collect enough because airport yetu ni substandard. Na hatuna do. Kwa hiyo do yenye tuna collect is not enough. Madaktari wanagoma, walimu wanagoma, kila mtu anagoma, anataka mshahara. Development ndio hizo Morara anasema stall. Kwa hivyo 30% yenye tuna earn, it will be more than, na napendaga kupea an example. Uko na plot tao Nairobi CBD. Umejenga building yenye inakupatia 100,000 rent. Juni building ya chini. Mzee akuja akwambie, wacha nijenge story building kwenda juu. 50 floors kwenda juu. Nikijenga 50 floors kwenda juu mbali sana, nitakuwa na collect 10 million rent. Kwa hiyo 10 million rent yenye na collect uchukuange 3 million, mimi baki na 7 million for 30 years. Mbona ukatae? Yet sahi structure hiyo yako inakupatia tu 100,000 just for 30 years iishe namna hiyo. That is what we are doing. Kuna wase wana complain wanasema ni uongo, wengine wana complain wanasema airport hii tunauza. Wewe ni user wa airport. Sahi ile pesa unalipanga ukitumia airport, unajua mahali inaenda? Why do you complain that Muhindi anachukua do? Sahi you don't control, hata ujue mahali hiyo do inaenda, lakini airport ni mbaya. Msee akuja ajenge airport ikuwe tamu, airport ikuwe supu. Kazi yako ni kuenda airport na uenjoy services za airport. Shida yako ni gani? Why would you even complain? Yet sahi as we speak, even when we own 100%, I'll make it a 1 bob. Hata 1 bob haikuji kwako. Shida yako ni gani? Hilton Hotel imefungwa sahi, ni ya gava. It is not doing anything well. Mtu akuja aiseme anataka kuinvest kwa Hilton, Intercontinental ni ya gava. They are not making any money. Zimefungwa. You know? Why would you hold into something? Mimi sahi mzee akuje kwa hii shamba yangu, asema anaweza elevate shamba yangu, ajenge building kwenda juu. For 30 years mimi nitengeneza tu do na hakuna kitu mimi natoa. Why would I even complain? That is a story about Adani. Adani alitafutwa, akakuwa the risky guy who is willing to build an international airport. Habebi hiyo airport aipeleke India. Tukikosana katikati tunaweza mrusha tumfukuze nje. Juu habebi hiyo shamba. Lakini atajenga airport yenyewe na mimi tutaenjoy. Wewe ni user na mimi ni user. Story ya biashara unaingilia wapi? Wewe ni user, mimi ni user. Sasa yako complain yako ni kusema tu kwamba kuna watu wamestrike deal, wameunda do kwa hii story. Buda kwa story ya gava na biashara ya gava, lakini lazima kukule na msee ataunda do. Iko hivyo tu. Can I ask you something? What if ajenge then akishamaliza kujenga hiyo airport, akuja apandishe bei ikue sisi wananchi wa kawaida we can't afford? Hakuna kitu kama hiyo. Agreement, mimi sasa niko within the agreement. I am in the legal team ya hiyo story yote ya airport and I can tell you as a lawyer. Number 2, I can also tell you as a person who is within the government.
there is nothing special there is nothing this guy is going to introduce that is outside the purview of the law of this land. Umse atajenga hotel kama hotel kama for example hotel ya tuseme ticket ni suri ya airline. Kazi yake ni infrastructure, hapandishi ticketing. Kazi yake ni infrastructure peke yake. Okay, mheshimiwa, wacha nikuulize tu swali moja. You know, in our country we are 99% corruption. Yes. What about if the government can fight 100% corruption? Ndio hizi pesa zote tunashinda kila saa tunalipa loan. Why can't they fight about the corruption? Unasikia mtu amekamatwa, ameshikwa, ameiba 500 million na anaenda anaachiliwa. Badala hiyo pesa yote ichukuliwe, hizo pesa zote zichukuliwe zirudishwe kwa gava, huyo mtu anaachiliwa na cash bila mabond. I agree with you. Boni, hiyo story unasema I agree with you. And it goes down and it boils down to the constitution you and I passed. Article 49 talks about Article 49 of the Constitution, where we ulipitisha na mimi nilipitisha in 2010, that every person is presumed innocent until proven guilty. So usicomplain story ya cash bail, ni wewe ulipitisha hiyo katiba ya kwamba mtu ako na right ya cash bail. It is under Article 49 and Article 50. Wewe ndio ulipitisha, na hiyo katiba ukapitisha ukasema ya kwamba EACC iko independent, police iko independent. EACC does not take direction from the president. You ulaubuki president bure. President, he can't take direction from the president. Police should not be taking directions from the president. No, I'm telling you this. Wase wakiiba pesa, for example, nyinyi wase, nyinyi wananchi wa Kenya, mnafaa kuandamana to the EACC, independent officers. Mwambie wase, umsiabiba no. Hapana, hiyo it is again within the law, Article 30, the right to picket. Mtapigwa tia gas lakini mtakuwa mmesikizwa. Shida yenu nyinyi uandamana to the wrong offices. For example, unaandamana against Osoro. Unasema nyinyi wase mnaiba. Unaandamana against the president. President is direct EACC, hana nguvu. Hii katiba ilinyang'anya president power. EACC ndio watu wa, na mimi nakubaliana na wewe Boni. EACC for example is corrupt. Wakijua umeiba, what they do wakijua umeiba, and this is the truth. Badala watafute njia urudishie hiyo kabdo kwa gava, wanakwambia umeiba 400 tunaweza kukuprotect. Wanamnyang'anya kama ni 400 million, wanamnyang'anya 20 million ama 50 million, naambia tugawane nusu, kesi na drag kotini inapotea. Nyinyi mkiandamana mnaandamana against the president. Sasa president hana nguvu kwa ile sisi. Akipigia EACC anawaambia we are independent. And that is what we are facing. Yes. Mheshimiwa, nazauliza swali. Yes. Asante by the way kwa kuwa hapa hivi ya. Hata pale nyumbani kama hauna pesa vile unasema gava haina pesa. Yes. Lazima ukat on some expenditures. Yes. Rais alisema sometimes back ya kwamba atakat on some expenditures. I am okay with the development of Adani. It's only that kuna vile Kenyans wamedevelop a mentality ya kwamba the current government cannot be trusted because of the history of the number of things ambazo wamesema wanaenda kufanya na hazifanyiki. So, government alisema kwanza hiyo pini kwanza. Hizo vitu hazifanyiki because the government has no money. Na government iko careful. Hii government iko careful sana kutokopa so many loans zenye wewe na generation yako italipa. Sasa tuna employ PPP. Mzee akuja wekelea ndo zake hata kujenga barabara, alafu kwa ile toll yenye inalipwa ajilipe hapo. Badala wewe utaksiwe. Mbona muone sasa swali langu hili? Niko na swali la maliza. When talk about expenditure, itasika sijamaliza thing about president alisema the first thing we'll have to cut on expenditure. Na expenditure ni alisema kwanza ni kumerge parastatals. Yeah? Yes. Tuko na parastatals more zenye tuna spend a lot of money on, yet we are cleaning up. Yeah? Let me ask a good question. RMLF
yetu inaenda kwa 3-4 parastatals ambazo zina handle roads. Hizi parastatal hazizi kuwa merged ikuwe parastatal moja. Like angalia KRB hiyo parastatal kazi yake ni kureceive RMH na kudisperse to the 3 parastatal. I mean, right. Can't we merge them zikuwe parastatal moja? So mi naangalia already tuko kwa shimo. We must find ourselves out of it. Yeah. Shimo tukiwa, we don't continue digging. Alafu Prezo alisema kitu moja. Even there were good things in the finance bill, lakini the issue of communication of the government, how to communicate, tuna hide until watu waandamane. That is when tuna come out kwanza kusema like, oh, we had this pia nyinyi amsikii. Kama saa hii sinawaeleza story ya PPP ya airport, but hamtaki kusikia. You know, tuko na generation haitaki kusikia. Mheshimiwa, mimi hapo nimekuelewa. Guys, let us have a good order here. Let us have a good order. Osoro directly from the let's be very specific. Na mimi nataka kuuliza swali 5 alafu ni nyamaze ujibu zote. Number one question. Why Adani? That was number one question. Why Adani and there are other companies that gave a lower bid? Which one? Which you can work with? Can I mention the companies, please? Wait, excuse me. Ulisema kwa hapo ndani, so you must know what you are working with. Number 2, why? Number 2. Yeah, does it mean that the airport cannot raise money if its own renovation? That's the second question. Number 3, why did the government wait until this deal was exposed for it to talk about it? That means there was something that you needed a cut from it. Number 4, you said that you are part of it. You are part of whatever that is happening right now. So Osoro, I can tell you for sure that you are protecting the bank, because all things that you're saying here are just for protecting. You guys are Tumbocrats, so answer me those questions first. Maze, Peter, kwa communication kama hii unaacha matusi kiasi, you know, because we are simply talking and understanding each other. Usikuje kwa platform kama hii with a locked mind. Be open-minded. Sawa? Aya. Let me answer you, and I hope everybody is listening to me. Why Adani? And I'll ask you with a question. Why not Adani? Because somebody is bringing his own money. It is not your tax. Why are you complaining? Why are you taking Panadol for his headache? Pesa ni yake. Yeye ndiye anajenga hoteli hapo airport. Yeye ndiye anajenga infrastructure hapo. Hakuji kuchange jina. Habebi airport ya JKIA aipeleke India. Amechukua risk amidst the challenges that we are facing. Amekubali because several investors that came by and then proposed, walifika wakaanza kuingiza baridi. Wakaanza kuogopa, especially after the protest that we had in June. Walianza kuona ni kama hii Kenya hata ukiinvest do itakuwa ngumu. So Adani decided to take the risk. Ameleta do zake. Wewe taxpayer and the user of the airport, your interest is to have a good airport. What is your interest on who does? Shida yako ni gani? Okay, sorry. That is number 1. Number 2, hold on. I'm answering your questions. Number 2, you said, you've asked the question as unaona ni kama it's because people are protecting the bag. Which bag? Somebody is bringing his money. He's not giving us the bag, Peter. Ni pesa yake anakuja anawekelea. Mijengo ni yeye ataweka hapo ajenge. Shamba haibadilishwi jina. Shida yako ni gani? Wewe unataka airport safi. Hata sasa hivi iko chafu na mna hii. Hata sasa hivi iko chafu na mna hii. You don't get a share of the regulation on how much it si ungoja ujibiwe Peter. Sasa you can't ask them engage. You ask the question on this, that whether the airport does not raise revenue that can develop it. I'll answer you affirmatively that it doesn't. And I give you an example.
Ni kama msee akona shamba tao, akona shamba town CBD Nairobi, uko na nyumba inakupatia rent ya 10,000. Msee akuje na it sits in a quarter. Msee akuje akwambia wacha nijenge property kwenda juu 50 floors, nitakuwa na raise 10 million, wewe uchukue 3 million, mimi nichukue 7 million for 30 years. That is the same example. You are holding into something so dearly, yet it's only giving you 10,000. And it's the mistake we did with KBC. KBC Channel 1, owned by the government of Kenya. When Citizen TV, SK Mashari approached KBC and the government, akawambia, I want to invest in KBC, give me shareholding so that I can invest in this thing, so that we share any revenue you guys make, mimi nichukue nusu na nyinyi nusu. Government ilikataa. KBC sahi, you and I know where it is. SK Mashari kaenda kafungua yake ambaye ni Citizen. You guys are watching how it is. It is the same thing that happened with National Bank. Private investors like Equity Bank came and approached National Bank. Akawambia, hii National Bank yenu inaanguka ndani ya gava. Can we share? Can I invest in this so that I can put my money, my own money, ni grow this? Wakenya wakasema mnanyang'anya. The same thing that happened. Stop lying to us. Stop lying to us. Stop lying to us. Let me tell you something. Osoro, we cannot ask you a question and then you give us a reference which does not even match. Osoro, I've asked you a very simple question. Why not Qatar Airways? Why not any other company but Adani? And why am I saying this? I'm saying this because you, Osoro, being part of it, you have, first of all, you as Osoro, you allowed yourself to sit down to add more salaries on yourself, and when it is suffering. So from there, that means that you people are careless. You have so reckless of this government. Why all of a sudden that in the government of you suddenly decided to choose to give away this airport, and you are correcting what also. Be straight to the point. Just say that you guys, you want to wash everything in blood. No, let's be honest. We don't want Adani. We don't want Adani. We don't want Adani company. What also representing right to us? Nobody. We don't want Adani. We want our airport back. You people are too much. You want to sell this nation. You want to put it under wrong hands. We don't want it. That's what we want. You want to protect our country. We can raise the money to renovate our airport. Huni nani tulibandisha? Wewe Peter, naomba usibiwe na unapomwita. Unapomwita mjibu. Hii ukora mnafanya. Lakini unatufanya tusikie hasira. Kama unataka kutusikiza ushoke, lakini kama unauliza swali unahitaji kujibiwa. As much as my vote was you to place you where you are. Sikiza kitu ambacho nataka kukujibu. Wewe unataka kulijibu na siwa zimekuuliza Osoro mbona anatudanganya? Wewe tulia. Huyu ataangushwa. Saa 6 usiku halali atudanganye. We are not saying that idea. Punguza kelele usikize. Umeuliza swali, unahitaji majibu. Si ni kweli? Kama nafikiri hapa ni pale mahali penye anaombanga gift. Na ameangushwa. Ametolewa kwa live. Ameangushwa. Mheshimiwa, unajua kuna kitu moja hapa. Hii ni investment. Na investment ni mtu anatoa pesa yake kwa invest. Na hakuna nchi inaweza endelea kama investor hawaingii kwa hiyo nchi. Kama wanasema hawataki Adani, akasema kuna kampuni nyingine hapa. Tusingepea hii kampuni. Ijenge ichukue investment. Adani inachukua. Sasa hakuna investor mwingine tuseme mbona ananyimwa. Sasa kirele ya nini? Sasa yeye anapiga tu kelele, anapiga tu kelele, anasema unadanganya, unafanya nini? Ujamaa, mheshimiwa, makosa ni yetu sisi tulimpandisha. Huyu itakio ni wale watu ambao wanapiga
kelele ya wamama pale mshenea wanaomba gifts. Sasa hapa hatutaki mambo ya gifts. Hapa ni vitu tunaongea about this country. Sasa ni makosa ni yetu mheshimiwa. Tusamee. Mheshimiwa, I hope what you explained here is 100% true about the airport. 150% true. 150%. Let me tell you something. Hata mjinga anaelewa hii kitu ina faida gani kwa taifa. Naelewa. Na that's why nilinyamaza. Mheshimiwa, hiyo kitu kingine naomba ya pili. Na kuomba tafadhali. When you go to that parliament, please, can you pray for them to stop kidnapping and killing people? That is it. Tafadhali. I agree with you. Kuna right ya maandamano. Kama kuna right ya maandamano, mtu akiandamana asishike kwa boot, apeleke huko aende akateswe. It's not good. It's like you are killed. Achukuliwe hivyo hapo. Lakini Boni, wacha pia nikusaidie kidogo Boni kidogo. Yes. Hii gava yetu pia imechafuliwa jina kidogo. Na juu sasa tushakuwa na uchafu, watu wengine pia wameteka advantage. Wacha nikupe example juzi. Mimi nimerepresent juzi kama wakili wake. And I'll shock you, and I'm giving this information for the first time. You'll be surprised to know that the guys that were purportedly abducted by the police were actually not abducted by the police. And the NIS is going to give a report very soon, and they'll actually report. Kuna watu wako hell-bent kuangusha serikali. And they're within the government. Wase watatu waliabductiwa, according to them. Wameenda, wameishi maisha mzuri, wametokea after 32 days. Hawana hata scratch moja, hata kama ni harassment. Hawana hata scratch moja, hawana hata ugonjwa. They are looking more healthier than they were abducted than the time they were abducted. Just to paint the government negative. We all know it's a ploy. There are things, William Ruto kuna weaknesses zake. Lakini I can tell you on this, especially on these three gentlemen that were abducted, supposedly abducted in Kitengela. We even know the person who actually kept them. Nyinyi hamjui story ya gava. Hii story yenye mliona hapa, sijui Job Mjage amekuwa abducted na watu brothers and everything. Alafu mkaona sijui ati Jimmy Wanjigi ati kuna polisi wako kwa compound yake nje kila siku. Police were taking guard to know, because the signal inaonyesha how 3 abductees wako kwa Jimmy Wanjigi. Every day wako hapo for 32 days. Wase wametokea wakiwa more healthier. Wase wametokea wakiwa very strong. Alafu the search challenge nilikuwa na do you hear that? You see kama Mr. So if wase watatu walikuwa nakaa kwa nyumba ya Wanjigi au kwa hai. Hapo amechukua by the time wase walikuwa na abducted. Angekuwa amekuja tu openly aseme those people are not within our custody and we are doing an investigation. Ingekuwa simple. Lakini pia kwa challenge tuko nayo. Wacha tu nikwambie tu kweli challenge tuko nayo. Yes sir. The most watched TV station ni Royal Media Services ama Citizen TV. Yeah. Citizen TV has fought William Ruto all through. They do not give us a platform to share the part of our story. Yes. What they do is wakituleta, wanaleta, for example, wakileta Osoro kwa Citizen, wanaleta pia other 3 panelists who are anti-government. Because SK Mashari ajai amini Ruto ni president, hampendi. So what they do, because they sell that narrative, and the Kenyans for some reason trust the fourth estate more. That is why the fourth estate ikiamua iseme walisema juzi direct line inakufa, inakuwa hivyo. Because we don't get a platform. Tumejaribu kumtafuta huyo msee because muna watching Citizen more than any TV station. Kila boma saa inafungua to Citizen News. Sasa Citizen haipendi Ruto. SK Mashari amepea instruction Ruto asiuzwe. Haipendi, haitaki. Hakuna siku wakituita tupeane record yetu. Inapeana pia tukipewa 50%, tukipewa 30%, wanapea opposition 70%. Alafu wanauza uoga, wanauza stories za uongo na nyinyi mnabaya. But sasa hiyo opposition iko ndani ya serikali.
Sasa unajua SK, I'm very specific on SK. Yes, nasema. SK hapendi Ruto. So wanaiuza negatively. Tukiongea story ya finance bill, for example kama finance bill, wacha nikuulize Pini. Tuongee tu kwa Yesu wa Mungu, tuambiane tu kweli. Why would a person, a farmer in Nyandarua, go to the streets or in Molo complain ya kwamba finance bill inapitishwa ati inaongeza taxes on imported potatoes? Imported. Yet yeye ndiye protect, yeye ndiye anapanda potatoes in Molo na Nyandarua. But lakini TV imemuuzia ya kwamba hii finance bill ni punitive. Yes, imepandisha tu taxes on imported, si local. Lakini unajua vile hamu communicate from the one who wa Kenya ni kufanya public wa Kenya. We did. Lakini mliwatch Citizen. Na Citizen inatuuzia vibaya. Mimi ile nashukuru. Unaona vile yule jamaa wa Molo alikuwa anaongea on the issue of yes. Vile aliongea kuhusu ile tax ya magari. In fact aliongea vibaya na aliongea kwa hiyo Citizen ambayo unasema. Akasema ya kwamba tutaweka tax kwa magari, kama utaki weka gari yako nyumbani. Now, I think it was also propaganda. But by the way, it is there. It was there. He said it that if you don't want to use your car, you weke nyumbani and use public means. Tukaangusha. Anaanza kuongea hivyo. Tukaangusha mgeni. Sasa unajua by the time mnafanya hivyo, hiyo mnafanya damage control, but already the damage is done. Anything more that was inside there imeharibika. So as gava lazima mtafute vile mnaweza kuwa mna communicate vizuri to your fellow Kenyans. You might have a good thing, but how you do it, it makes sense. That's by the way. Sasa hata vile story ya kotini, by the way, if nani kama Masengeli is an Adventist na nampenda is a fellow Adventist, kama angekuja tu na aseme those people are not within our custody but we are doing an investigation. By the way, that is always the best line that the police can always use, that we are doing an investigation. Pini. Yes, story ya Masengeli. Mimi nimekuwa wakili wake and sijakuwa tu wakili wake nao, nimekuwa wakili wake for long. Maze hii point lazima tukueleze na uelewe tu. Mse kuna wasee wameshutiwa Northeastern. Marisasi zimepigwa kwa bus, wasee kama 16 wamekufa. Yeye ndio IG wa polisi. Anafaa kwenda huko ajue what is happening na ku-meet battalion yake na kuketi na yeye. The same day anafaa kwenda huko, koti imemuita. You know, ni vile tu Kenyans hawatakangi kuona the other side of the story. That office Mse ameenda exactly. The office is very busy. Mse ameenda Northeastern. Wase wameatakiwa na Al-Shabaab, whatever, wameshoot basi mzima. It was in the news. Ni vile the one story. Sasa the one who's supposed to be there. Mheshimiwa ameenda huko siku yenye koti na muhitaji.